Mungu hahitaji msaada wako hata punje ili vitu viweze kutokea kwake. Yaani Mungu hahitaji ujuzi wako hata kwa sehemu ili yaweze kufanya. Kama Mungu anaweza akayapa mawe uhai na yakasifu nyimbo anazozitaka yeye, sio mawe wanazozitaka, wewe ni nani wa kumpangia Mungu? Kwa hiyo wakati wako ukifika, watu watakaokuja kwenye maisha yako ni wale ambao watakithamini kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Na ndio maana ukiwa na cycle ambayo watu hawaamini kitu ambacho unacho, achana nao. Hao sio watu ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yako. Ukiwa na marafiki ambao kila siku wao ni kukusababishia machungu na sio kukushika mkono kusogea, ujue hao sio watu ambao Mungu amewaandaa kwenye maisha yako. Ujue kuna namna ukiwa na watu na upendo wa Kristo, hata wakikuonya wanakuonya katika namna ya upendo wa Kristo. Kama Mungu amewakusudia hao watu wawe watu wako, kuna namna hata ukikosea, kuna namna ya kukurudi na kuongea na wewe. Mtu aliyekusudiwa, Mungu ambaye amemwamsha roho wake juu yake kwa ajili yako, Mungu atakuandalia watu. Hao watu Mungu ataweka mzigo ndani yao. Utashangaa wanakutafuta, au Mungu anatengeneza mazingira, unakutana nao kwenye mazingira ambayo sio ndugu zako, hauna urafiki nao, haujawahi kuwaza kama utakutana nao, lakini kwa sababu kuna roho imeamshwa ndani yao wakujenge, watakujengea. Kuna roho inaamshwa ndani yao waambatane na wewe kwenye huduma, wataambatana na wewe. Mungu atamsha roho ambazo Mungu anaona kusudi ndani lako, afu atawatafuta watu wenye majibu kwenye maisha yako.